for the last 6 years and 6 years and 6 months sijaweza kukutana na familia yangu, lakini sasa leo naenda kukutana na familia yangu, tukae pamoja, tukule, tufurahie. Niko na furaha ndani ya moyo wangu kabisa kabisa. Tumekaa naye kwa wema, amejifunza through industry, that is vocational training. Saa hii ni mshonaji shupavu. Basi tunapomwachilia kwenda kule nje, tuko na uhakika kwamba ni mwananchi mzuri ambaye anaenda kujiunga na wenzake, and we wish him well. It is incumbent upon prison officers and the community to understand that prisoners one day they will go back home, and we are asking the society to accept their people back home. So amereform na leo ametoka, na maybe ungependa kumsupport, na maybe uko na kazi pale, unaweza ni reach out Beyond Bars ukuje umsupport, na tuta kushikanisha na yeye akuje afanye kazi pale kwako, na tuzidi kuwa support. Mtu ukimwangalia unaweza fikiria ako na miaka above 18, but sasa huyo msichana nilikuwa naye kimapenzi muda wa miezi 6, na huyo msichana kwetu anatoka hapa Nzoia, na ilipiti huyo msichana nikamwambia, alikuwa ananiambia ananipenda, na pia mimi nikamwambia nampenda. Nikamwambia basi wacha tuende kazi Garissa. Mimi nilikuwa nafanya kazi Garissa, na huyo msichana niliweza kumtumia fare, akatravel from Western to Garissa, akakuja. Niliweza kukaa na huyo msichana muda wa wiki 2. Nilipelekwa tarehe 22 mwezi wa 10 2019. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuripoti kotini, na baadaye nikaendelea kufanya kesi. Baadaye tarehe 30 mwezi wa 7 2021 nikakuja nikahukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Na sasa ile kitu nasaimisha vijana huko raia kuwa mkwe makini, na kama unajua vijana ni ngumu kushiriki mapenzi, lakini kile nasaimisha vijana usishiriki mapenzi na msichana mdogo wa shule. Katika mchakato wa kutafuta maisha, umeshindwa kwenda shule ya upili kwa sababu ya kukosa pesa, na katika shughuli ile imebidi uende kutafuta kibarua katika umri mdogo wa miaka 17. Umetembea ama umesafiri kutoka Bungoma mpaka mji wa Garissa, na wakati unafika Garissa umeamua ni aje umuite mpenzi wako akuje ili muweze kuishi pamoja kule Garissa mkitafuta maisha. Na hii ni hadithi ya Philip Nyongesa, kijana ambaye amejipata amekaa jela miaka 6.5 kwa ajili ya mapenzi, na hii ni kesi ya defilement. Siku leo tuko hapa the Nairobi West Prison. Tuko hapa ili kuweza kupiga story na bwana Philip Nyongesa aweze kutusimulia hadithi yake, na pia aweze kutusimulia mambo ambayo amejifunza kama mfungwa hapa Nairobi West Prison. Mimi naitwa Majani Chezo, na hii ni Alfajiri Digital Space. If you have not subscribed to this channel, kindly kimbia pale YouTube, tafuta Alfajiri Digital Space. Tunapatikana with the same name on Facebook, Instagram, TikTok na kila mahali. Until next time, tutakuwa tunaendelea kukupea hadithi ambazo zinafunza, zinaelimisha na pia zinasisimua. Majani Chezo. So bro, hebu tuambie wewe unaitwa nani na unatoka wapi? Kwa majina mimi naitwa Philip Nyongesa Wafula. Nimetoka katika Bungoma County, eneo la Sangalo. Okay. Ndio. Leo ni siku yako ya kutoka jela. Ni siku ambayo umemaliza kifungo ama umeachiliwa. How do you feel? Leo ni siku yangu ya kutoboa kifungo. Niko na furaha ndani ya moyo wangu sana sana sana. Kwa sababu hapa gerezani nimekaa for 7 years. Na leo ni siku yangu ya kutoboa. Sasa nashukuru Mungu, niko na furaha sana sana kurudi nyumbani kufurahia na familia yangu. Okay. Ndio. Mtu akikuuliza tu kwa kifupi in 1 minute, experience ya prison imekuaje? Experience ya prison haijakuwa rahisi sana. Haijakuwa rahisi sana.
Prison ni wengi husema ati ni mahali mbaya. Yenyewe ni mahali huwa inakuwa mahali mbaya ukiwa kama maafisa wa gereza kama unasumbua, lakini ukikaa vizuri wao kifungo chako kitaisha tu salama salamini, utarudi kwenu ukiwa salama. Ndio. Kwa life yako ulikuwa umewahi kufikiria maybe one day siku inaweza tokea ukajipata jela? Sikuwa nafikiria kama siku moja naweza jipata prison. Ndio. Now let's go back kidogo. Yes. How did you get here? Tusimulie kidogo hii story kuanzia kwa ni nini kilifanyika, ukashikwa vipi, process ya kesi ilikuwaje mpaka finally ukaambiwa ni aje wewe unakaa jela this number of years. Tuambie kidogo about the whole thing. Kulingana na story yangu, mimi nilikuwa na msichana kimapenzi, na ile wakati mimi nilishikwa 2019, na ile wakati mimi nilikuwa na umri wa miaka 17 na msichana naye alikuwa umri wa miaka 15, na mimi nilikuwa na msichana kimapenzi, na huyo msichana yenyewe alikuwa mwili kubwa. Unaona, mtu ukimwangalia unaweza fikiria ako na miaka above 18, but sasa huyo msichana nilikuwa naye kimapenzi muda wa miezi 6, na juu huyo msichana kwetu anatoka hapa Nzoia, na ilipiti huyo msichana nikamwambia, alikuwa ananiambia ananipenda na pia mimi nikamwambia nampenda. Nikamwambia basi wacha tuende kazi Garissa. Mimi nilikuwa nafanya kazi Garissa, na huyo msichana niliweza kumtumia fare akatravel from Western to Garissa. Akakuja, niliweza kukaa na huyo msichana muda wa wiki 2, na baadaye nikiwa naendelea huyo msichana kukaa naye, mimi sikuwa namuuliza kama amefikisha, juu ni mai muuliza, akaniambia yeye ako na umri wa miaka 19. Yenyewe ukimwangalia kwa mwili alikuwa mtu wa mwili kubwa, na yenyewe mimi nikakubali kuishi naye, nilikuwa naishi naye, na niliweza kukaa naye muda wa wiki 2. Baadaye tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2019 kitu saa 2 ya usiku niliweza kukujua na maafisa wa polisi, wakaniambia you have under arrested, na sikujua kwa nini nimeshikwa. Baadaye kupelekwa police station, ndio nikaambiwa kuwa wewe unaishi na msichana ambaye hajafikisha miaka 18. Na yenyewe huyo msichana ukimwangalia wakati alipokuwa kwao hakuwa anaendanga shule. Yenyewe ukimwangalia ni mtu mkubwa, mwili kubwa. Na baadaye nilivyofikishwa police station nikaambiwa uko na makosa ya kuishi na mtoto ambaye hajafikisha miaka 18. Na yenyewe mimi nilishtuka juu nikasema msichana alikuwa ameniambia kuwa ako na miaka 19. Na baadaye hapo ndio masaibu yangu ilianzia, nikawekwa kwa seli, na baadaye papa ya msichana ndiye alikuja kunishika, tukaanza kuongea hapo, ikawa sasa ananiambia ati nimpe 150k ndio hii maneno iishe. Alafu sasa hapo juu mimi siko na 150k, naona ilipita tu nikamwambia juu mzee, mimi sina kitu ya kusaidia, kama ni kunisamea uone kama utanisamea ni sawa, na kama utaona pia unipeleke mbele iko sawa. Na mzee aliamua kufuata sheria na akaweza kunipeleka koti ya Garissa, na hapo ndio nimeanzia kufanya kesi. Nimeanzia kufanya kesi ya law court kutoka 2019, nikafanya kesi nikakuja kufungwa. Koti nilipelekwa tarehe 22 mwezi wa 10 2019. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuripoti kotini, na baadaye nikaendelea kufanya kesi. Baadaye tarehe 30 mwezi wa 7 2021 nikakuja nikahukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani, na hapo ndipo nikaanza kuwa na masaibu, lakini niliomba Mwenyezi Mungu akanishikilia. Na wenzangu hapo ndani kuna maloya wakanihimiza kuwa unaweza kata rufaa kama hujaritika, na yenyewe niliona bado sijaritika, nikakata rufaa ya Garissa High Court na nikaendelea na mambo ya apili, na pia nashukuru Mungu hiyo apili iliweza kuitika, na jaji akaweza kunipunguzia kifungo kutoka kwa miaka 20 akanifunga kifungo cha miaka 7 gerezani. Na hiyo miaka 7 gerezani
nimekaa na amani juu mimi wakati nilitoka raia sikuwa najua skills yoyote, na sasa mimi ni fundi wa kushona manguo. Hiyo ndio najifunia skills ambayo nimepata gerezani. Na hiyo muda yote sasa nimekaa gereza miaka 6 na miezi 6. Na sasa nashukuru Mungu, leo mimi nimetoboa naenda nyumbani. Nashukuru Mungu sana. Na pia ile kitu nasaidiza vijana huko raia, kwa muda ambao nimekaa gerezani nimejifunza mambo mengi. Kuna wengi hufanya makosa out of 100%, kuna wengine wameekelewa. Ile kitu nasaidiza vijana, unaweza kuwa na uhusiano na mama, labda ako na mtoto na mnakosana, ama ulioa pipi na labda uko na mali na yenyewe hii mali labda anataka yeye mwenyewe airiti na labda mnasumbuana. Anaweza amua tu akupeleke aenda akushtaki, atafute tu wale jirani kama mmoja ule mwenye atakuwa shahidi aenda akushtaki, aseme kuwa umeweza kunajisi mtoto. Na yenyewe hii kesi ni ngumu. Hii kesi ukishtakiwa nayo, hata kama hukufanya makosa ya kulala na mtoto, wanaweza sema ulikuwa na nia ya indecent act, unaona. Na sasa ile kitu nasaidiza vijana huko raia kuwa mkue makini. Na kama unajua vijana ni ngumu kushiriki mapenzi, lakini kile nasaidiza vijana usishiriki mapenzi na msichana mdogo wa shule. Shiriki mapenzi, kama unataka kushiriki mapenzi, kwanza uliza kama yeye msichana ameamua kama anakupenda, akuonyeshe kwanza kitambulisho. Asikwambie tu mdomo kuwa ako na miaka 20 ama ako na 25 na labda hajafikisha. Ndio mara mingi siku hizi wasichana unaweza waona msichana mdogo ako na miaka 15, lakini juu amekula vizuri amenona, akikwambia ako na 20 yenyewe utaona tu yeye above 18. Ile kitahimiza vijana wakae salama, na si wale wote wenye wako gerezani, si watu wote wapaya, unaona. Wengi wameekelewa, wengi unaweza kuwa labda ni mtu labda ni jirani yako, na kwa plot wao mnakosana anga na anaamua tu umenajisi mtoto wake. Na yenyewe hiyo kesi ikienda kotini, hiyo kesi si rahisi kuachilie. Hata kama hukufanya, kesi itakuja indecent act. Na kama indecent act itakuja kesi ya sexual assault. Okay, Omwami, mimi nataka tu nikuulize swali moja. Kushikwa kwako ni kitu ambacho kilikupata ghafla kabisa. Wakati unashikwa, what was the reaction ya familia yako wakati unakamatwa? Mimi enyewe kushikwa kwangu kulikuwa kwa ghafla, juu sikuwa nimetarajia, na one time katika life yangu sikuwa nimeifikiria kama siku moja nitakuja gerezani. Na kushikwa kwangu kwanza kwa familia kulikuwa piko kubwa sana. Sababu kwetu kwa mama yangu tulisaliwa tu vijana wawili, na mimi ndio last born, na mimi ndio mamangu sana nilikuwa namsaidianga hapo kazi za hapa na pale. Sasa mimi kushikwa kwangu kwanza kulikuwa piko sana kubwa kwa familia. Na ilifanya familia yangu kwanza ikawa na wasiwasi. Kwanza wakati nilifungwa miaka 20, hata ikawa mama yangu sasa alikuwa anashindwa kijana wangu atakuja lini nyumbani. Lakini leo niko na furaha, leo narudi nyumbani, mama yangu ataniona, atakuwa na furaha sana. Okay. Ndio. Labda familia yako ilijaribu ku raise the 150,000 yenye huyu mzee alikuwa anaitisha, ama haukuwa umepata nafasi labda ya kuambia huyu mzee anataka 150,000 kesi ishe? That is one. Two, labda did we have a scenario whereby familia yako ama familia yenu ilijaribu kwenda kutafuta familia ya kina msichana waambiane ni aje haya tuyamalize? Kuliwahi kuwa labda na situation kama hiyo before mambo ifike sasa kwa court of law? Mara ya kwanza niliposhikwa tarehe 18 mwezi wa 10 2019, huyo mzee alisafiri kutoka Nzoia police station akakuja mpaka Garissa. Na huyo mzee wakati alinishika akaniweka police station, juu nilishikwa ilikuwa siku ya Friday. Sasa na koti Monday na ikawa iko holiday, ikawa koti inafaa nipelekwe tarehe 22, na hizo siku kutoka Friday, Saturday, Sunday, Monday nilikuwa police station. Sasa ikawa na wasiliana na watu wangu waone kama wanaweza mpea hiyo 150k. Sasa mali kwanza hiyo 150k juu wasasi wangu wenyewe walienda, wakati nilipewa mention nilienda kotini nikapewa mention ya mwezi moja. Na hiyo papa ya msichana mwenyewe alienda nyumbani, akaenda paka kwetu, akaongea na wasasi, wakasema aweze kureduce pesa kidogo, lakini kama msee yeye ni yake alikuwa anataka 150k. Sasa ikawa najiuliza mimi mwenyewe maswali,
hiyo 150k alikuwa anataka ya nini? Naona hapo ndio swali yangu ilikuwa. Sasa hapo ndio nikajua ni kama huenda ni kama ilikuwa ni mambo ya biashara. Ndio. Na wewe ulikuwa Garissa na huyu mzee alikuwa Nzoia. Kwani huyu mzee alijuaje penye msichana wake yako? Na alikutrace aje mpaka akuja akupate Garissa? Huyu msichana wakati alikuwa Garissa alikuja, alichukua simu yangu akapikia baba yake akamwambia mimi niko kasi umate. Na sasa usinitafute mimi niko, usikuwe na wasiwasi, mimi nafanya umate. Sasa kwa hiyo harakati msee naye akawa na hamu ya kutaka kuchua hii namba yenye msichana imepika naye ni ya nani. Na ikapiti hiyo msichana, juu msichana alikuwa amemdanganya akamwambia mimi enyewe papa niko Kakamega. Ikawa msichana na baba ya msichana anataka kuchua hii namba ni ya nani. Akaenda kwa DCI Bungoma na hiyo namba ikatresiwa, akaambiwa kuwa hiyo namba imepikwa kutoka Garissa sio Kakamega. Hapo ndio namba yangu ilianza kutresiwa, ndio nikashikwa. Ndio. Omwami, what is your first impression wakati unafika jela? Wakati unafika jela hivi, wewe ulikuwa umewahi kusikiaga stories za jela sana? Ulikuwa umesikia jela kuna kuanga hivi, jela kuna kuanga vile. What is your first impression wakati unafika jela? Na miezi yako ya kwanza 3 survival ilikuwaje? Ulikuwa unatoboa ama ulikuwa unaona ni kama unaweza dedi? Mimi mara yangu ya kwanza kuingia prison, life yangu ilikuwa ngumu sana. Mara ya kwanza kuzoea hiyo situation. Mara ya kwanza kuingia gerezani, hapo nje ilikuwa nyumba uende unaweza kaa mtu kama 2 watatu, lakini hiyo ilikuwa tunakaa kwa nyumba watu kama 100. Hiyo ilikuwa situation ngumu sana, na tena sikuwa nimezoea life ya kufungiwa labda mchana umefungiwa kwa nyumba. Hiyo life kwanza ilikuwa ngumu sana, na baadaye nilikuja tu nikazoea, lakini muda chini ya miezi 3 life yangu ilikuwa ngumu sana. Juu hapo nikiwa hapo nje nilikuwa labda wewe mwenyewe umezoea, leo ukiamua roho yangu nataka ikule mayai ama ikule samaki ilikuwa rahisi, lakini hapo situation ya gerezani ile chakula yenye iko hiyo ndio utakula. Ndio. Ulishikwa Garissa. Na huko unatoka jela Nairobi West Prison. How did it happen? Ulitokaje Garissa ukafika hapa? Nilipokuwa nimefungwa muda wa miaka 20 niliweza kupikwa transfer mpaka huko Nairobi West. Ndio. Ndio. Wakati unaambiwa umefungwa jela 20 years, umesema ilikuwa 2021? 2021 nilifungwa 20 years. What came to your mind wakati unasikia sasa ni aje bro, utatoka jela 2041? What was in your mind? Na hapo kwa hiyo court, ni nani alikuwa hapo wa familia ya kwenu? Nilipokuwa kotini wakati nilifungwa 20 years, nilikuwa sister yangu ndiye alikuwa amekuja koti siku ya judgment. Wakati nilifungwa 20 years, kwanza sister yangu alifikiria sana. Mimi mwenyewe wakati nilifungwa 20 years, kwanza nilishtuka. Nikapiga hesabu nikaona sign 2021. Nikasema sasa nitatoka 2041. Sasa ile kitu ilikuwa nikujia kwa akili. Nikakuja nikapiga hesabu nikasema sasa hii nimefungwa 2021 na nimefungwa nikiwa na 19 years. Sasa nikapiga hesabu 19 years plus 20 years. Nikaona hiyo ni kama nitatoka nikiwa na 49 years. Nikaona hata familia yangu tena, nikakuja nikapiga hesabu nikaona babangu, nikaanza kufikiria kwa mawazo sasa kama nimefungwa 20 years na babangu sasa anaelekea uzeeni na nitampata kweli. Hiyo kitu ndio ilikuwa inanikula kichwa sana, nikawa niko na mawazo sana, niko na stress sana. Hiyo muda nikaona ni mwingi sana, lakini kitu watu wakanishikilia wakaniambia ingia kwa maombi. Wewe omba Mungu yuko na Mungu atanisaidia. Na yenyewe Mungu alinisaidia. Ilikuwa nafaa nitoke 2041 na sasa hivi Mungu amenisaidia. Sasa ndio nimetoka 2026 from 2019. Yes. Hapo nyuma naona hiyo lori inapita imeandikwa meat, lori ya nyama. So tukikuwa huku nje huwa tunapewa story nyingi sana vile mnakula chakula imekatwa na panga, sijui nini. Tuambie kidogo kuhusiana na story ya venye unakula ukikuwa jela. How have you been eating? Ni ukweli watu wanafungiwa ndani saa 10 venye watu wanasema? Ni ukweli mtu una survive kwa uji? Tell us kidogo kuhusiana na venye mfungwa anakula jela. Kitu ya kwanza, mfungwa anapoingia jela kwa siku huwa anakula mara 3. Asubuhi
anaamkia anakunywa uji, akikunywa uji anaenda kazi. Mahali ameandika juu hapa kuna kazi, skills ni mingi, unaweza amua uende industry, unaweza amua uende building, tailoring, mahali popote unaweza amua uende. Na hapa ndani, life ya hapa ndani, asubuhi ukiamka unakunywa uji. Hiyo uji ni saa 1 ndio umefunguliwa, na saa 5 saa 5 pia mnakula lunch, na jioni sapa mnaweza kula saa 10. Na mboga ya hapa pia mnapatanga ile ration inatoshana. Kama ni ukali na sukuma, nyinyi mtakula ukali na sukuma. Kama ni ukali na maharagwe, pia nyinyi mtakula ukali na maharagwe. Na life ya hapa kwenda kazi ni mtu kupenda kwa mtu mahali nataka kwenda kujifunza skills. Hapa kukula chakula huwa nakula ile inatoshana, na kufungiwa ndani vile watu wao wanasema rayati kufungiwa ndani. Hiyo ni kufungiwa ndani, huwa tunafungiwa saa 10, mtakwanga tumeshafungiwa ndani. Asubuhi tunafunguliwa saa 1. Ndio. Ni ukweli huwa inakatwa na panga? Nyama ya hapa huwa inakatwa kwanza na panga, alafu inakatwa na kapisi ndogo ndogo juu sisi wote huwa tunakula piece moja ile yenye iko equal. Ndio. Well, wewe umekuwa huku ndani. Maybe what are some of the things zenye wewe umejifunza kutokana na hali ya watu, kutokana na case za watu? Kwa mfano uko hapa una serve case ya defilement, lakini tena unakaa hapa unasikia huyu aliua mtu, so such like stuff. Kutokana na cases na situations za watu wengine ambao wamekuwa jela, wewe umejifunza nini? What's your takeaway? Unasema nikienda nyumbani naona yenyewe from a certain person nimejifunza yenyewe kwa maisha yangu, nimejifunza kumbe life inafaa kukua hivi na hivi ndio ikuwe better. Kitu ya kwanza mtu ambaye nimekaa gerezani, watu wengi wale nimekuwa na gerezani, watu wengi huwa wanaingia kwa makosa kutokana na marafiki. Unaona, kutokana na marafiki, sababu unaweza kuwa na rafiki yako labda wewe mwenyewe uko na nia mzuri, lakini rafiki yako anaweza kuja labda akushawisha kwambie ndugu pro sijui nini, kuna mahali sijui tuende tuipe sijui nini. Hiyo kitu inasaidia tu Kenya. Ukiona rafiki kama yeye anakuhimiza mambo kama hiyo waachana tu naye kabisa, sababu situation ni hapa gerezani ni ngumu sana, sababu hiki inasaidia tu wa Kenya. Ukiona mtu anakushawishi mambo ya wizi, mambo ya ukora, huyo kama ni rafiki yako wa karibu tu waachana naye kabisa. Anaweza fanya life yako kuja ipotelee gerezani, miaka yako yote ukae gerezani. Ndio. Huwa tuna watch kwa movies na pia tunasikia stories kwamba ukikuwa jela unakuwa bullied, unapigwa na nini. Kuna ukweli wowote kwa story kama hizi, ama hizi ni story tu za jaba kutoka kwa watu? Hiyo huwa inakuwa, lakini inakuanga kama umeleta fujo. Ukileta fujo hapo unaweza pigwa, lakini ukiwa hauna maneno, wewe ukiambiwa fanya hivi kazi, hiyo inaelewa. Lakini ukijaribu kufanya kuleta kisirani, hiyo paka hiyo unaweza pigwa. Ndio. Well, wakati unatoka hivi, leo ni siku yako ya kutoka, na sioni mtu wa familia, mtu wako, ndugu yako ama nani, are they aware leo ni siku yako ya kutoka jela? Leo ni siku yangu ya kutoka jela. Juu mimi niko hapa Nairobi West Prison na watu wangu wako Bungoma. Sasa wenyewe kama ungekuwa hapa Nairobi wangenikujia juu ukosefu wa fare, sasa hawajaweza kunikujia. Ndio. Wakati unatoka hivi jela, ni skill gani ambayo umetoka nayo yenye haukuingia hapa nayo? Skills yenye nimetoka nayo hapa gerezani, mimi ni fundi wa kushona nguo, na tena pia mimi ni fundi wa kufalisha maquestion sofa set, viti hizi sofa set. Na hiyo ndio mimi najivunia skills ambayo nimetoka nayo gerezani. Ndio. Maybe what is your ultimate plan yenye unafikiria nikifika huko mtaani I want to do this type of job? Nikifika huko mtaani nataka kutokana na hii skill ambayo nimeipata jela, nikifika huko nyumbani I want to start this type of business na nisonge nayo. Akili ni hesabu niko nayo nyumbani. Nikienda nyumbani bora juu niko na skills na sitaki niingie tena mambo ya ukora. Mimi nikipata tu mtu atanishikilia mkono, nikipata tu kama jerani mimi
ya kushona, mimi naweza fanya PC yangu na natoka kwanza, hata siendi nikipata tu huko nyumbani ushako naweza fanya tu kazi PC yangu polepole ikihitimu mahitaji. Ndio. Huyu mrembo wako amekuja kukutembelea mara ngapi? Huyo mrembo yangu kutoka atoe tu ushahidi, ajai kuja kunitembelea, ajai kuja kuniona, na hataki kujua mambo yangu iko inaendelea aje, ama hataki kujua niko ama nilifariki. Ndio. So when did you talk to her last? Huyo mrembo mimi hata sina shida naye. Juu mimi hiyo ilikuwa tu situation na hiyo hali, juu mimi mwenyewe nilikuwa nimekosa, na upande pia alikosa kunidanganya umri, juu yenyewe alinidanganya kuwa ako na 19 na kumbe ako na 16. Ndio. Supposing utoke uende ufike Sangalo, alafu Bwana Philip mrembo wako akuja kuambie my dear, ilikuwa bahati mbaya, pole, tusameheane na tuanzishe familia. Are you ready for that? Hiyo mimi kwangu binafsi mimi sitamtafuta, lakini yeye akiona akinitafuta, yeye itakuwa tu sawa. Juu hata mimi kwa rangu mimi tulisameheana kitambo, mimi hata sina shida na yeye, sina ubaya na yeye. Ndio. So akisema leo hii akuja kutafute, muanzishe maisha, muoane, mjenge familia, uko sawa na hiyo? Mimi niko sawa kabisa, sina shida na yeye. Ndio. Well, kuna huyu kijana huko mtaani. Huyu kijana anacheza na wanafunzi. Huyu kijana anakatiana na mademu ambao wako under 18 years. Hebu mwambie kitu kutokana na experience yako hapa jela. Mshauri, mwambie kitu. Mimi yule kijana ule mwenye anatembea na wasichana wa shule, ushauri yangu ni kuwa mambo kwa hii dunia wasichana ni wengi, wanawake ni wengi. Ile kitu ninashauri ule kijana anaona wasichana wenyewe kuwa jela si mahali pazuri. Na jela unaweza fanya makosa ingine, upelekwe uweze kuhukumiwa kifungo cha life na maisha yako yote ikuwe gerezani. Na ile kitu inasaidia tu vijana, ule mwenye anakimbia na wasichana akiangalia wasichana, ile kitu mimi namuhimiza tu kuwa jela si mahali pazuri. Yeye aachane mambo ya wasichana. Ile kitu naweza mwambia tu kuwa wanawake ni wengi. Mambo ya watoto wa shule waachana naye. Kwanza ukisikia tu ni mtoto wa shule, waachana naye kabisa 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 kabisa. Sababu hapa gerezani nimejionea out of 100% watu wengi percent kama 60% ya 60% inaweza kuwa wale watu wameshtakiwa na kesi ya wasichana, na percent kubwa tena ni wale wenye wamekelewa. Mimi kitu naweza himiza wale vijana rika yangu, wale wanakimbizana na watoto wenyewe kwa mtaa, ya kwamba jela si mahali pazuri na usiwahi ingia jela. Jela ni maisha ngumu. Juu labda wewe hapo nje unaweza kuwa labda unataka kukula kasamaki, kaomena, no hiyo huwezi kula. Gerezani chakula ni sukuma na maharagwe peke yake. Na hata kama umefungwa miaka 50, hiyo utatoboa tu ukiwa unakula sukuma na maharagwe peke yake. Lakini naweza vijana, mambo ya watoto wa shule waachana naye kabisa. Kama unataka uhusiano wa kimapenzi, tafuta mtu mzima, na mtu mzima akuonyesha ID. Asikwambie tu kwa mdomo kuwa ako na miaka 19 ama 20 na hujaona ID. Akuonyeshe kitambulisho. In case hata kama atakuonyesha kitambulisho, wengi pata hapa gerezani nimeona wengi tena hapa anaweza kuwa ni mtu mzima, lakini anaweza kuwekelea kesi ya rape. Sasa ile kitu mimi naweza himiza tu vijana kwamba hata kama ni mtu mzima, pia yeye chungana naye, anaweza kuwekelea kesi ya rape. Ile kitu naweza kuambia tu, ukiona uko na mtu kwa uhusiano wa mapenzi, kaa naye vizuri, umwangalie sana, umsome kwanza. Lakini mambo tu ya watoto tu wa shule, ndugu yangu, dada yangu, hiyo waachana na mambo watoto wa shule kabisa. Hata kama asomi, akuonyeshe IT mkononi, uone umri yenye ako nayo. Asiweze tu kukuambia kuwa ako na umri wa mtoto akuachana kabisa. Mimi sasa nashukuru Mungu natoka. Mimi sasa nimerekebika. Story ya watoto wa shule mimi sasa sitaki. Nikitoka nataka kwenda ni focus na life yangu. Na sasa mimi ni skills ambazo nimepata hapa gerezani. Mimi ni fundi wa kushona manguo. Nikipata tu muhisani mwenye nisaidia
kwa kunibaya machine, laptop na material. Mimi naweza fanya kazi yangu. Ule mtu anaweza taka kunipata, namba yangu ya simu ni 0708513451. Ukitaka kunipata, kama uko na Mungu kama amekusaidia, amekushika mkono, hiyo namba ndio unaweza nipata nayo. Ile niko nayo unaweza nisaidia, juu mimi ni fundi wa kushona manguo, na hapo nitasaidika sana na sitahangaika, life yangu itasonga mbele sana. My name is Joseph Kioko, the Deputy Officer in Charge in Nairobi West Prison. Today we are happy to see one of our inmates, Philip Nyongesa Wafula, who is being released today. He has undergone rehabilitation programs in the prison, key among them being tailoring and mentorship. He was also undergone pre-release counseling, and he was exemplary well behaved during his period in prison. What I would urge the public is that when such inmates leave the prison for integration, they should be embraced. You should not be stigmatized just because they are coming from prison. Thank you. Mimi ni Edward Sava Kevogo, msimamizi wa documentation katika gereza la Nairobi West Prison. Mpendo ambaye yuko mbele yetu siku ya leo alikuja gerezani miaka 7 iliyopita. Mwanzo alikuwa amefungwa miaka 20, lakini kupitia kwa review ilipunguzwa hadi miaka 7. Tumekaa naye kwa wema, amejifunza through industry, that is vocational training. Saa hii ni mshonaji shupavu. Basi tunapomwachilia kwenda kule nje, tuko na uhakika kwamba ni mwananchi mzuri ambaye anaenda kujiunga na wenzake, and we wish him well. Thank you. I'm Richard Kipto Biwot, Welfare Officer, Nairobi West Prisons. I'm in charge of welfare, and I've worked for the last 25 years. For our client, Mr. Philip Nyongesa Wekesa, ukifika nyumbani, kindly don't repeat again. Make sure understand wale watu unainteract na wao, na ujaribu sana kuwa ambassador wetu huko jela, uko raia, kwa sababu wewe unajua mambo ambayo umpata pande huu. Sawa sawa. So uwe mtu wa nidhamu, uwe ni mtu wa kufanya bidii ukiwa nyumbani. Sawa sawa. Thank you brother. Thanks. Habari ya Philip Nyongesa. Mzuri sana. Naendeleaje? Naendelea poa. Mimi niko poa. Pia nami niko na furaha. Okay. Kwa majina anaitwa Senior Sergeant Peter Oganga, in charge ya discipline ya hii gereza. Discipline ya askari na ya wafungwa. Kwa ule muda tumekaa na Nyongesa, amekuwa kijana mzuri, hajapatikana na makosa, amerekebisha tabia. So akija nyumbani, mkaribisha tafadhali, umuongoze. Tunakuombea mazuri Mr. Nyongesa. Nyumbani ni wapi? Nyumbani Bungoma. Bungoma. Ndio saa. Safiri salama. Asante. Hata nyinyi mmeona ako na furaha sana. Beyond basi imekuja kumpokelea kwa sababu amekuwa ndani kwa muda wa miaka 7. So wakati anatoka ajui mahali pa kwenda, but anasema ako na ujuzi wa ufundi. Si ndio? Unaweza fanya nini katika mambo ile umesoma hapa gerezani ndani? Ile kitu naweza shona, najua kupima nguo, najua kukata nguo, na pia hii mambo ya tena najua kushona, na tena hii pia mambo ya hizi viti kuvalisha mavitambaa, kushona makweshoni, hiyo yote pia najua. Hiyo ndio skills nimepata nayo hapa gerezani. Sawa sawa, pia mwenyewe umejisikililia. Sasa kama uko na kazi pale, usiseme huyu ni mfungwa, ni mtu amereform, na si kila mtu amehasi. So amereform na leo ametoka, na maybe ungependa kumsupport, na maybe uko na kazi pale, unaweza ni reach out Beyond Bus ukuje umsupport, na tuta kushikanisha na yeye akuje afanye kazi pale kwako, na tuzidi kuwa support.